wazazi hawalali ndani. Kila kukicha usiku wazazi wanatafutwa kisa maeneo ya uwekezaji. Wanatafuta, wanakuja kumulika, wanakuta watoto wa kike wamelala ndani. Wanamulika tochi, unajua mtoto watu wamelalaje? Hawana hata kuwastai watu. Mtu namtafuta usiku kwake, maeneo ni ya kwao. Mheshimiwa Waziri, tufanyeni ili wazazi wetu tunahangaika tu. Yaani nasikitika. Leo miaka mitatu hakuna maendeleo Western. Nani alijenga msozi katika ndani ya miaka mitatu hapo kwa watu wa Western? Ni nani jamani, anyoshe mkono? Leo miaka mitatu maendeleo kwa watu hamna. Nyumba wanazolala, yani maskini wa mtu ukifika ni masikitiko. Kila tukita uwekezaji umetoka wapi? Yani Western imekuwa yani kama siri kando ya mto. Uwekezaji. Sisi tulime wapi? Tuende wapi? Tunashinda najua waziri mkuu, waziri wa afisa ardhi na maendeleo na makazi ya watu, umekuja kusuluhisha huu mgogoro. Nataka usuluhishe kulingana na maelekezo aliyokupa Mama Samia, sio kusikiliza hoja za watu. Mheshimiwa Waziri, mimi sina maneno mengi. Yaani nahitaji hapa conclusion ipatikane. Asante sana. Ardhi huko kwenye village land kwangu mimi, kwa ufahamu wangu Mheshimiwa Waziri, ndio. Kwanza sasa twende sasa kwenye mimi nataka unielimishe mimi nakuuliza kwa yale ambayo ninataka kuyafahamu. Hapa wote tunajifunza, japokuwa kama na wewe umesema kwamba nimekuja kujifunza. Ndio. Basi tufundishane. Ndio. Tuongee lili. Ndio. Sawa Ndio. Mheshimiwa John Pombe Magufuli alipopita, sisi wananchi wengi hatuna kisomo cha kujua kwamba sheria namba ngapi na kugusa 1, 2, 3. Ila alituambia changamoto yote hapa naifahamu. Ila kuanzia leo naomba wananchi hawa wabaki huru bila kunyanyaswa. Kwa jina naitwa Deogratius Mangapi, ni mkaaji wa Ruhafwe. Kwanza kabisa Mheshimiwa Waziri, nashukuru kwa ujio wako hapa. Tunafarijika sana na ujio wako hapa. Sasa nina la kwanza kabisa ambalo sisi wakaaji wa maeneo haya tumekuwa na misukosuko isiyoisha, kunyanyaswa. Viongozi wanasema kwamba ni maagizo kutoka juu. Sasa hatujaelewa juu ya namna gani. Ndani ya kijiji cha Vikonge kwanza kina kilomita 46,000. Hizo ndani ya kilomita 46, haya maeneo madogo waliotuzunguka hawa walioletwa wawekezaji wangepelekwa hata sehemu nyingine kunaitwa Mnimba. Maeneo yale wakipelekwa kule basi itakuwa ni vizuri. Unaona Mheshimiwa? Kwa hiyo tunaomba makazi watu wakae, kwa sababu tayari kuna watoto wanasoma. Kumshukuru Mheshimiwa Rais, kwa kweli alituwekea upendeleo mkubwa. Yalikuwa madarasa 5 lakini tumepata 10. Ni kwa kuangalia wingi wa watu. Ndani ya kuondoka misukosuko itaendelea kuwepo madarasa. Mheshimiwa Rais amefanya kazi ngumu, matokeo yake tunabaki katika kukimbia. Hata kuku tumeshindwa kufuga Mheshimiwa. Kwanza wenye mazao yao endeleeni mpaka hapo tutapopata suluhu la mgogoro huu, ili muweze kupata chakula cha kuweza kutunza familia zenu. Tuweze kupitia historia yote kama alivyosema mzee wetu hapa wa miaka 75. Tujue nani yuko wapi, nani alikuwa vipi. Lakini mimi nachowaomba wananchi wa Western, kama kaya hizi zilizofanyiwa sensa zibaki kuwa hizi, zisiongezeke. Kwa sababu kadri mnavyoongeza kaya ndipo mnapoleta ugumu wa kutatua mgogoro huu. Kwa maana leo hii tusitishe uuzaji wowote wa ardhi unaotokana na mwananchi mpaka hapo tutapopata suluhu ya mgogoro huu. Kuweni na amani na utulivu katika maeneo hayo. Maana naona mna tension kana kwamba nimekuja kusema muondoke leo. Lakini mimi naomba timu ile ya wananchi, ilikuwa na wajumbe wangapi? 15. Tumuongeze na mzee wetu yule. Ana miaka 75 lakini ana jambo la kutusaidia katika kutatua mgogoro huu. Tumuongeze na huyu bwana aliyekuja kuzungumza hapa. Mnakuwa watu wangapi? 17. Huseni, mnapokuja hapo kaeni na hii timu ya watu 17. Mpitie kimoja na maelezo yao watayoyasema. Mkae na halmashauri
Nimesikia hapa neno ya kwamba huenda kuna mtu alikuja kwanza kununua kwa mtu alafu baadaye ndo akageuka mwekezaji na kuanza kutenga maeneo ya uwekezaji. Nadhani nimesikia hapa mtu kasema, si ndivyo jamani? Na lenyewe hilo tulipitie tuweze kuona, lakini kwa sasa nasema kwamba hatoki mtu. Kwa sasa hatoki mtu, na mwafaka huo utapopatikana nitarudi mwenyewe hapa kuja kutoa taarifa ya mwafaka ambao tutakuwa tumeufikia, lakini mwafaka huo utakuwa jumuishi kwa maana ya wananchi pia. Timu ile itakuwa inahusika, mwenyekiti wa halmashauri, mkurugenzi wa halmashauri, mheshimiwa diwani. Kwa sasa uwekezaji usubiri kidogo, uwekezaji huu usubiri mpaka hapo tutapopata suluhu ya kudumu ya mgogoro huu. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo sawa? Tunaelewana vizuri? Lakini kuweni na amani katika maeneo hayo. Naamini hakuna linaloshindikana, hakuna linaloshindikana hata kidogo.